Asifiwe Yesu, watu wa Mungu popote pale mlipo. Habari za wakati huu, natumai Mungu ni mwema, Mungu ni mwingi wa rehema, anazidi kutupigania, anazidi kutupambania. Wengi walitamani kuiona hii siku ya leo ama kufika haya masaa, lakini hawajaweza. Lakini sisi tulioweza, sio kwamba tumetenda mema sana, bali ni kwa sifa na utukufu, bali ni kwa rehema zake. So sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Sasa speaking about hii kesi ambayo imesumbua sana mtandaoni. Hii kesi ya huyu dada ambaye anaitwa Claire na Elvis Opio, huyu dada ambaye amechomwa na tindikali, usoni kwa sababu ya love triangle, love issue. Sasa mimi nataka niseme hivi kidogo kwamba inasemekana ni masuala mazima ya kimapenzi, ama ni masuala zima ya ndoa, na huu ndio ukweli mtu wa Mungu. Ndoa imekuwa ni donda sugu sana. Ndoa imekuwa ni jambo ambalo linasumbua sana watu wengi. Iwe Wakristo ama Waislamu. Sasa ukija kwenye hii kesi yao inaonekana kwamba masuala ya ndoa ndio yameleta shida, kwa sababu inasemekana kwamba ex boyfriend wake huyu Elvis Opio ndio alituma watu waende wamchome yule dada, na alichomewa tu hapa juu maeneo ya Ngong Road ukitokea maeneo ya Kibera huko. Sasa huyo Elvis anatoka huko Homa Bay. Sijajua Claire anatokea wapi, lakini Elvis anatokea Homa Bay. Sasa iko hivyo, watu wa Mungu, ili swala la ndoa Pastor Gilaki amekuwa akizungumza sana, especially watu wa huko maeneo ya Homa Bay, kwa sababu inajulikana kabisa kwamba Pastor Gilaki ndio pastor mkubwa ambaye ameshika hizo sehemu za huko maeneo ya Homa Bay, maeneo ya Kisii, maeneo ya Migori, maeneo ya Western na maeneo ya sehemu zingine nyingi sana. Amekuwa akizungumza sana ili swala la ndoa, amekuwa akiongea sana kuhusiana na ndoa, amekuwa akiadvise sana watu kuhusiana na ndoa. Sasa advice amekuwa akizitoa kwa namna tofauti. Unaona, sasa mimi nataka tu kuwashauri watu wa Mungu, wale wa Kristo ambao mnaipata hii sauti, kwamba before Pastor Gilaki anasema before you enter into a marriage, make sure you understand each other. Hakikisha kwamba unaelewa mwenzako vizuri. Hakikisha kwamba unatafuta nyota ya ndoa. Acha kutafuta uzuri wa mtu. Acha kutafuta urembo wa mtu. Acha kuangalia mtu anafiga namba 8. Hapana. Pastor Gilaki anakuambia kwanza, tafuta kwanza. Make sure kwanza you understanding. Tafuta kwanza nyota ya ndoa. Ikiwezekana kabisa, njoo na mchumba wako pale kanisani New Life Kisii. Pastor akuchambulie, akufanyie scanning, kwa sababu sio mtu wa kwanza. Sio ndoa ya kwanza kufanyia scanning. Anafanyia scanning ndoa nyingi sana. Hata tumeona watu Kisii kule wanakombolewa before aingie kwenye marriage. Analeta kwanza mtu wake, anafanywa scanning. Hichi kisa cha juzi mimi nilikuwekea cha yule jamaa ambaye anatokea wapi, anatokea sijui ni Western, sijui anatoka wapi, yeye na mke wake, si walikuja pale wakafanywa scanning. Then pastor akawaambia kile ambacho kitakuwa kina happen, akawaambia mambo gani ambayo yatakuwa yanawasibu. Sasa mimi nasema before uingie kwenye ndoa, mwisho siku mrushiane tindikali, mwisho siku umwagiwe asidi, mwisho siku utolewe kichwa, mwisho siku ukatwe miguu, mwisho siku sijui ukatwe nini. Achana na hiyo maneno ya kukimbilia haraka. Nenda chukua mchumba wako, chukua mtu wako, nenda naye kwanza kanisani pale. Kwa sababu sasa hawa watu nimezungumza hivi specific kwa sababu hawa watu wote wanaonekana wanatokea hizo maeneo za huko Nyanza huko, sijui ni Western, sijui ni Kisumu, sijui ni sehemu gani huko. Sasa mlishindwaje kufika hata pale New Life Kisii kwanza mfanyiwe scanning? Mbona wenzenu wanafanyiwa scanning? Mtu wa Mungu, chonde before uingie kwenye marriage yoyote ile, hakikisha kwanza umefanyiwa scanning. Je, huyu mtu ni wa kwako ama aende? Na nitakuwekea with vivid example, nitakuwekea mifano yote hapa hivi, mtu wa Mungu. Hii kitu Pastor Gilaki amekuwa akiwasaidia sana watu pande hizo za huko. Amekuwa akiwasaidia sana, amekuwa akiscanning sana watu. Hata juzi si nilikuwekea video ama sikukuwekea video? Unataka kusema ni mambo yangu? Sikukuwekea video za watu wakifanywa scanning. By for now, and God bless you, mtu wa Mungu. Tusiongee sana kwa sababu hii kesi ya huyu dada ni makesi ambayo yapo kotini. Wacha tuache koti ifanye mambo yake, na already yule jamaa ameshashikwa.
Kwa hivyo wacha tuone vile koti itaamua, lakini sometime tusing'ang'anie tu kusema we need justice, justice, justice. Unataka justice na hata hujamtafuta Mungu kwanza kwenye hilo jambo lako, unapata justice vipi? Wacha tusiongee sana watu, wacha tusiongee sana sisi, tumwachie tu Mungu. Lakini mtu wa Mungu, hakikisha kama ujiingia kwenye ndoa, make sure umetafuta madhabahu. Kama unatokea huko Kisii na hizo sehemu zingine zote na huko Nyanza na Western na Kakamega, hakikisha kwanza umefanyiwa scanning. Njoo Kisii, unaogopa nini? Njoo New Life Kisii ufanyiwe scanning. Bye for now and God bless you, mtu wa Mungu. Tunamtakia afueni ya haraka sana, na huyo Opiyo tunamtakia ashtakiwe. Kwa nini alifanya hayo? Tunataka ashtakiwe. Bye for now and God bless you, mtu wa Mungu. Shalom.